Isaya 43. Wangapi wamepata? Asante. Tusome ule mstari wa kwanza. Watoto. Lakini sasa basi mstari wa kwanza. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitangulie tu kwa kusema kwenu ninyi watoto, nitapenda kuzungumza na ninyi, kwa hiyo nitapenda kila mmoja anisikilize. Sawa? Ninyi watu paimara ya leo, kila mmoja anisikilize. Sawa? Nimewachagulia neno hili, na hilo ukumbuke siku zote za maisha yako. Ulishike moyoni mwako, uliamini neno hili, neno ambalo Mungu anawaambia wale wote wanaolikiri na kuliungama jina lake mahali popote katika maisha yao. Na neno hili tumelisoma kutoka kitabu kipi? Naomba mmoja asimame aseme. Mstari tuliopewa na askofu siku ya kipaimara yetu imetoka kwenye kitabu cha mlango wa mstari wa. Mungu awabariki. Hilo ndilo neno langu nataka kuachia. Leo ni siku ya muhimu sana kama tulivyoimba. Ni siku kuu, siku ile ya kumkiri nani? Ya kumkiri nani? Leo baada ya kupata ubatizo, mkadhaminiwa na wadhamini wenu wa ubatizo, na wengi wenu mko hapa, tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, na wazazi wakawalelea katika imani hiyo mliobatiziwa, imani ya Kikristo kama tulivyokiri pamoja hapa. Wachungaji na wainjilisti wakawafundisha, walimu wa Sunday wakawafundisha. Leo imefika siku ambayo mtamkiri Kristo kwa vinywa vyenu na kwa mioyo yenu. Leo pamoja na kuikiri imani ya Kikristo, mtaweka ahadi yenu, ahadi ya ubatizo. Sawa watoto wangu? Mtaweka ahadi ya ambayo nafikiri mnaifahamu, si ndio hivyo? Baadaye mtaiweka ninyi wenyewe kwa vinywa vyenu. Sasa ndiyo sababu tunasema leo ni siku kubwa, siku ya muhimu, siku ambapo mtaikumbuka kila siku. Tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka wa 2025, siku ya muhimu kwako, kwa kuwa ni siku uliyomkiri Yesu kwa kinywa chako, na wewe ukawekewa mikono, ukapata baraka ya kipaimara ya kwamba huyu anamjua Yesu, anamwamini Yesu, na ameahidi kwamba atatembea na Yesu daima. Leo ni siku kuu, siku ambayo sote tunaungana pamoja, wazazi, wadhamini na usharika mzima, kumshukuru Mungu aliyetujalia watoto hawa
akatusaidia tukawalelea wakafikia umri huu, na leo tunawaleta madhabahuni pale tulipowaleta wakiwa wadogo wakapata ubatizo mtakatifu. Ni neema, ni jambo la neema tu ya Mungu. Kwa hiyo kipekee sana kwa kwenu ninyi wazazi wa watoto hawa. Mimi nilisema na kwenu ninyi wadhamini. Yaani ni siku ya kumwambia Mungu asante. Na asante ya kutoka moyoni. Wengine walijaliwa watoto, wengine waliwaleta hata kwa ubatizo, lakini watoto wale hawajaweza kufikia umri huu wa kupokea, na hawapo. Wao wakaitwa mbinguni mapema. Lakini wewe Mungu amekujalia mtoto wako amefikia hapa. Ni jambo la kusema asante. Jambo la kusema uhimidiwe Bwana Yesu kwamba umetujalia neema hii kwa watoto hao. Tunasema hivi kwa sababu na wazazi ambao wanaona tu ni kawaida tu, ni utaratibu tu wa kanisa. Hawaoni lile ambalo Mungu amewatendea hata kuwalindia watoto hawa. Hawaoni lile ambalo Mungu amewatendea kwamba watoto hawa wanafikia mahali ambapo wanakiri kwa midomo yao na mioyo yao kwamba Yesu pekee ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha. Na kwa kuwa hawaoni umuhimu wake, si ajabu hata leo katika ibada hii ambapo ungekuja na moyo wako wa shukrani na ulete sadaka ya kweli yenye maana kumwambia Mungu asante. Unakuta kuna mtu ambaye hata sadaka anasahau. Amesahau kwa sababu gani? Asubuhi pilika za kununua pilau na nyama na nini zilikuwa ni nyingi sana. Mzazi mwenzangu, mdhamini, utafakari hilo. Fika mbele za Bwana kwa shukrani. Mwambie asante Mungu. Watoto wapendwa, Mungu anakuambia sasa, kwa kuwa umemkiri yeye Yesu Kristo, kwamba unamwamini na utaendelea kumwamini, utamshika yeye na kumtii maisha yako yote na kumfuata. Mungu anakuambia usiogope. Usiogope kwa nini? Amekuambia tayari wewe nimekuita kwa jina lako. Nimekuita, yeye amesema nakuita mimi Mungu kwa jina langu, lakini ninakufahamu jina lako. Na siku zote Mungu atakumbuka ahadi yako uliyoweka na unayokwenda kuweka mbele yako. Moja, Mungu anakufahamu. Mbili, tambua kwamba Mungu ndiye aliyekukomboa kwa damu ya Yesu aliyoimwaga pale msalabani. Na kutokana na hiyo, kwa kuwa unamwamini Yesu, wewe unakuwa mtoto wa Mungu siku zote za maisha yako. Anasema usiogope. Mkishika imani hii sawa sawa katika maisha yenu, mkifuata neno la Mungu, Yesu ameweka ahadi kubwa, kama ninyi mtakavyoweka ahadi kwamba yeye atawalinda katika maisha yenu, atawaongoza katika maisha yenu, na hatimaye atawapa taji ya uzima wa milele. Sasa neno la Mungu kwenye Ufunuo linasema hivi: shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Shika sana ulicho nacho. Hiki utakachoungama leo sio kitu cha kubadilisha kama gauni au shati. Imani yako sio kitu cha kubadilisha. Sio kitu cha kuvua na kuvaa. Imani utakayoungama na kukiri leo, hiyo ikae katika moyo wako daima. Popote utakapokuwa,
tambua kwamba wewe ni mali ya Kristo. Ndio sababu utaitwa Mkristo. Na usiogope kusema mahali popote, mimi ni Mkristo, mimi nimebatizwa. Tena nimebatizwa kwenye kanisa la Kiluteri. Tena mimi nilikiri kwa mdomo wangu kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na mimi nimeweka ahadi ya kumwamini, ya kumtegemea, ya kumtumikia mpaka nitakapokufa. Hilo mlishike. Mlishike na msilisahau. Kishika haya, Mungu atawabariki katika maisha yenu. Mungu atawasaidia pale mtakapokutana na mambo magumu katika maisha yenu. Kubwa ni kusimama imara katika imani yako. Mnaendea maisha ya ujana ambayo sasa kwa kadri mnavyokuwa, najua wengi bado mko shuleni. Nataka kufaulu vizuri, mshike Yesu. Soma kwa bidii, maana Yesu atakwambia soma kwa bidii. Kitaka mfaulu vizuri, waheshimuni wazazi wenu na wale wakubwa zenu wote watakao kuwepo. Yaani muwe na utii katika maisha yenu. Mjenge uaminifu katika maisha yenu. Na mkaishi kama vijana wa Kikristo. Pale ibilisi atakapojaribu kukushawishi, mwambie mimi ni mtoto wa Yesu. Na sitaki nichafue imani yangu, kwa sababu nilikiri mwenyewe kwa moyo wangu na kwa kinywa changu. Akikujia yule mwovu au rafiki anakudanganya kwamba ondoka, wewe fuata maisha ya kisasa, waanze kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Si zile amri 10 imefundishwa, si ndio hivyo? Imefundishwa, zishike zile. Asije mtu yeyote, hata awe rafiki, anaweza kukudanganya kwa maneno mazuri, anakuambia hivi na vile. Mwambie hapana, mimi ni mtoto wa Yesu. Mimi niliweka ahadi mbele za Bwana Yesu kwamba nitamtii na kulishika neno lake daima. Kwa namna hiyo mtashinda. Kwa namna hiyo maisha yenu yatakuwa baraka. Na ndicho tunachowaombea watoto wetu, kwamba Mungu awawezeshe. Na sisi usharika, kazi kubwa ni kuwaombea watoto hawa ili wasimame katika imani hiyo ambayo leo wamekwenda kukiri. Na baraka tutakayowawekea ikawape nguvu watembee katika sehemu ya maisha haya wakiwa waaminifu, wakisimama imara katika imani yao. Mwisho, watoto wapendwa, leo mtahesabiwa kama washarika, watu wazima. Washarika maana yake sasa ni sio watoto tena, kwa mambo ya imani sio watoto tena. Mtatumika katika mambo ya usharika yote. Taingia katika vikundi vya kwaya, tumieni vipawa vyenu. Wengine mshabarikiwa, anzeni kufundisha wadogo zenu kwenye Sunday school. Lakini katika kazi za usharika, mshiriki kama watu wazima. Mshiriki kwa vipawa vyenu ambavyo Mungu amewapa. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mungu na kusema asante Mungu kwa ajili ya watoto hawa. Tunasema asante Mungu kwa ajili yenu watoto wetu. Basi watoto, niombe msimame tuimbe tena huo wimbo wa 167. Kumbuka za Isaya 43:1. Neno lako hilo ulishike sawa sawa. Alafu na huu wimbo wa 167. Siku ile, siku kuu ya kumkiri Mwokozi wangu. Ile fungu la pili, watoto simameni, 167.